Kuna watu wanalalamika wanapokuwa wanafanya mazoezi, kitu chochote wanapojifunza, wanapiga mikono na kuwa mizito, unapiga kitu hakiendi, unapiga kitu hakiendi, vidole ni vizito, unapiga kunakuwa na uzito fulani. Sasa nataka nikupe siri ambayo itakufanya vidole viwe vyepesi, vidole viwe vinaona, ili uweze kutembea kwenye gitaa vizuri pasipo kupata tabu. Sasa utashika hapa kwenye A shape. Shika hapa kwenye A shape, tutakuja kupiga hapa kati ya chumba na hapa. Kwa hiyo ukishika hivi A shape, tunakuja kuanzia. Sawa, tunakuja kuanzia hapa, tunacheza uzi namba 1, namba 2, namba 3 na namba 4, namba 5 mpaka namba 6. Kwa hiyo unapiga unapiga tu pole pole mpaka uzoee. Sasa huku kwenye piki yako, hakikisha kila uzi unapopiga mara moja hivi, alafu mara pili unapandisha kwa alafu unapandisha. Ndio maana inaitwaga up down up down up down. Kwa hiyo unapiga, unapandisha, unashusha, unapandisha, unashusha hivyo. Uzi si unaopiga mara mbili. Kwa mara ya kwanza unapiga unashusha, mara ya pili unapiga unapandisha. Ndio inaleta ladha zaidi. Alafu sasa ikifika unaanza kufanya hivi. Sawa tu. Sawa. Hii ndio njia ambayo itakufanya vidole vyako vinakuwa viko speedy, vidole vyako vinakuwa na yani unapokuwa unapiga unapata urahisi, au utakuwa na ule ugumu. Kwa hiyo kunakuwa na mazoezi ya kufanya kwa ajili ya kuviweka vidole active kwenye gita. Kwa hiyo ndo zoezi hili ambalo tunalifanya sasa. Sawa. Unapiga unapiga paka unaona kabisa vidole vinakwama. Unatulia tena, unatulia tena, unafanya hivi. Yani unaviweka sawa vidole, una pause kidogo, unavipa nguvu vidole. Ukishavipa nguvu vidole, unavipa nguvu vidole. Unafanya hivi, unarudi tena. Zoezi letu ni lile.
zoezi letu litakuwa ni hili tu. Yaani unaweza kaamua kabisa kufanya hili zoezi yale masaa 4 yote ukafanya hili zoezi. Ukipiga hii, maana hii ni pentatonic scale. Unaweza kufanya na chromatic scale. Chromatic scale ni scale ambayo hairuki chumba. Ukipiga hii ndio inaitwa chromatic scale, yani ni scale ambayo haina space. Waona, pia unaweza kufanya na hii chromatic scale. Ukimaliza ukifanya pentatonic scale unaweza pause kidogo ukafanya chromatic scale, unaweza kufanya yaani ni zoezi zuri mno. Ni zoezi zuri mno, maana linaamsha vidole, linafanya vidole vinakuwa na speed, linafanya vidole vinakuwa na vinakuwa vinaona sasa njia zake kwenye gita, na pia havitakuwa tena na ile tabia unapiga gita unaona kama vidole ni vizito. Wewe fanya tu ile zoezi. Ukifanya hivyo unarudi tena na pause kidogo. Una pause, unanyosha vidole, unachukua maji yako kidogo. Unachukua maji kidogo. Unakunywa. Unapiga maji yako. Unapiga maji yako. Unaweka chupa yako vizuri. Unarudi tena. Unafanya hivi. Unavipa nguvu vidole. Kuna kuwepo gina zile chuma, kwa wale wanaoendaga gym wanaelewa. Kuna zile chuma za kufanya hivi. Pia na zenyewe ukizipata, japokuwa hazina ulazima, ukizipata pia na zenyewe zinakusaidia. Yaani mikono inakuwa na nguvu. Ukipiga scale moja, scale inakuwa inalia, ina nguvu. Mpaka watu wanajiuliza huyu jamaa anatumia nini mikononi, mbona vidole vinatua. Vidole vinatua kwenye scale hatari. Ndio waga tunafanya mazoezi. Kwa hiyo ukija kutua kwenye ukipiga uzi, unapiga uzi mpaka wewe mwenyewe unausikia kwamba uzi umepiga. Sawa. Vidole vinakuwa na touching nzuri, vinakuwa viko imara, hapo vinatoa ule uzembe wa kutohama vizuri, wa kutohama kwa haraka. Unaweza kupiga kitu wewe mwenyewe ukaelewa unachokipiga nini. Unapiga gita lina sense mpaka ndani ya moyo. So unarudi tena unaendelea na hayo mazoezi.
hii ndio maana halisi ya kufanya vidole vinakuwa na touching, ya kufanya vidole vinakuwa na speed, ya kufanya vidole vinakuwa viko very active kwenye gitaa. Yaani inafanya vidole vinakuwa na ladha nzuri, vidole vinaondoa uchovu wote, vinakaa kwenye uhalisia mzuri ambapo vitakuwa viko active kwenye nyuzi. Kwa hiyo pambana. Hii kauli sitaacha kuisema, mziki ni mazoezi na mazoezi ndio mziki. Kwa hiyo tupambane kabisa, tupambane ndikomae. Tutafika tu hatima, kikubwa ni tusichoke. Ukiona kitu kimekushinda leo, weka pause, kesho endelea pale pale. Hiyo ndo siri ya mafanikio. Ukikitupa kwa sababu kimekushinda ni umefeli. Mungu akubariki, Mungu akutunze, tuko pamoja.